na sr2.tz. Lakini kwa sababu sisi tumeweka mazingira ambayo ni rafiki, tumejitahidi kuhakikisha ya kwamba zile subdomain zetu zote zina fall kwenye main domain, kwa maana ya domain mama, na sisi domain mama yetu ni udom.co.tz. Kwa mifumo yote ambayo ni web based lazima ifall kwenye main domain, kwa maana ya udom.co.tz. Faida zake ni nini? Mojawapo ni administrative point of view. Ukiwa una main domain zaidi ya moja, utakuwa una kazi kubwa ya configure DNS zako. Pili, security point of view. Ukiwa una multiple domain ambazo zina fall kwenye taasisi moja, lazima uhakikishe kwamba kwenye swala zima la usalama umelizingatia. Tatu, cost implication. Unapokuwa na domain moja, ina lower down the cost. Unapokuwa na domain zaidi ya moja, ina up the cost. Kwa lazima tuzingatie vitu hivyo vitatu, nimejaribu kumention kwa kifupi. Kwa tunapokuwa tunazungumza DNS ya taasisi, lazima ifolu kwenye structure ambayo ni tree, inasaidia kwenye administrative. Sasa hapa kwenye DNS imejengwa vipi? Ukiangalia hapo juu kuna kitu kinaitwa root. Achana sasa na file system. File system ni kusaidia kuona namna gani DNS imekuwa organized. Tunaanza na root. Root basically, unapoanza kuzungumza DNS, tunazungumza kwenye root. Root ni global, ni public, ambayo sisi kama taasisi ya UDOM au taasisi nyingine yoyote hapa duniani hatumanage, isipokuwa wale ambao ni authoritative kumanage root domain names. Hawa ni wale ambao wana manage IP. Wewe unaweza ukawa unaangalia IP yako ukaona ni 192 si ngapi ngapi au 40 ngapi ngapi ngapi. Je, nani amekupa hizo IP unazozitumia? Sasa wanaozitambua hizo IP ambao wanazimanage duniani ndio wana manage root, kwa maana zile query zote ambazo DNS yako inaweza ikawa imeshindwa kuzitambua lazima zitumwe kwenye root. Sasa hapo naomba niweke swali, na ningeomba ninyi washiriki wote, hasa ninyi ambao ni wanafunzi, muweke katika mazingira ya kuhakikisha kwamba mtasubmit hiyo kama assignment kwa mwalimu wenu Daktari Matogolo. Nitakuomba ugugo utafute na uelewe root name servers duniani, moja, ziko ngapi na ziko hosted wapi. Ni very simple question, lakini nakusaidia kuelewa tunapozungumza root tunamaanisha nini. Hiyo nambari 1. Tunapozungumza baada ya root, kuna zile zinazo fall kwenye root, kwa maana kwa mfano sisi Tanzania au kwenye taasisi yetu ya UDOM, domain name yetu inaitwa udom.ac.tz. Kwa hiyo kwenye root sisi tuna .tz. Naomba ulinote hilo. Tuna .tz. Ukitoka kwenye root hapo ukiangalia kwenye structure unaona kuna MA, kuna WRG, kuna com, kuna TZ, kuna whatever CA zimejipanga huko, IN na kadhalika na kadhalika. Hizo zote mara nyingi kwenye root zina follow kuangalia country representative in domain name. Taasisi zote ambazo ziko ndani ya Tanzania kwa mujibu wa sheria zinapaswa end up with .tz, ndipo inapoanzia root name yao. Ukitoka kwenye root name yao, kinachofuata ni operation ya hiyo taasisi. Je, ni taasisi ya kitaaluma? Ni taasisi ya kijeshi? Ni taasisi kwa maana ya organization, just normal organization? Ni taasisi ya whatever the case, hiyo taasisi inafanya kazi gani? Kwa hiyo utakuta ya kwamba kwa kesi yetu sisi, ili kusaidia kuelewa mapema ninachokizungumza, tukitoka kwenye root kwa maana .tz tunakuja .ac. I think we are together. Matogoro, you can respond on behalf of them. Kwa hiyo ukitoka .tz kwenye root unakuja .ac ambayo ni sub root ya domain yetu. Baada ya hapo ndio inakuja taasisi husika. Ndio maana sisi ukitafuta taasisi yetu ya UDOM utasema ni udom.ac.tz, kwa maana imeanzia kwenye root, inakuja sub ya root kwa maana ya operation ya hiyo taasisi, alafu linakuja jina la taasisi ambayo ni UDOM.
Kwa hiyo hiyo ndio structure ya DNS, na kwa kifupi tunasema hivyo ndivyo DNS ilivyojengwa. Ukiangalia ni muundo wa database kama umesoma database vizuri, ni muundo wa file system kama umesoma operating system specific kwenye file system. Kwa lugha nyingine hiyo tunasema ni DNS hierarchy, ndivyo ilivyojengwa. DNS administration is shared, no single central administrative or DNS data. This distribution of the distribution is called delegations. Kwa hiyo nina uhakika kwa walimu wenu atakuwa ameshawafundisha mambo mengi yanayohusiana na namna ambavyo tunafanya delegation. Sasa nende nizungumze pia kwa kifupi ni namna gani DNS inafanya kazi. How does DNS works? Wewe kama mlaji wa mtandao unapataje taarifa za kile unachokihitaji? Kwa maana kama utarejea mwanzo tumesema ya kwamba sisi wanadamu kwenye mtandao tunatambua majina. Ninataka nende Ikulu, ninataka nisome taarifa za UDOM, nataka nisome taarifa za TAKUKURU, nataka nisome taarifa za Mwalimu Nyerere, nataka taasisi yoyote unataka usome taarifa zake, unapaswa uelewe jina la taasisi husika. Ndivyo sisi tunavyotambua, lakini DNS inachokifanya inatusaidia sisi kubadilisha kile ambacho nakitaka ikipeleke kwenye mfumo wa namna gani kompyuta zinavyowasiliana, kwa sababu hicho unachokifanya unakifanya katika kompyuta yako, unakifanya katika simu yako, lazima kitambulike katika muundo wa mawasiliano ya kidijitali, kwa sababu kompyuta zetu na mifumo yote inawasiliana in digital point of view. Kwa hiyo DNS inachokifanya ni inatumia kitu kinasema resolver. Lazima ijue kuresolve au kutuma query ambayo itakusaidia wewe kuweza kupata kile unachokihitaji. Kwa hiyo client uses a mechanism called a resolver and ask a server. Sisi tunamuuliza server, ninataka kutembelea site inaitwa udom.ac.tz. Kwa hiyo server zitaanza kutafuta kujua ya kwamba je, udom.ac.tz inawezaje kuipata, nimpatie huyu taarifa zake. Au kwa mfano nataka nitembelee www.yahoo.com. Unaandika kwenye browser yako, Internet Explorer, Google Chrome au whatever Safari, tegemea na browser unayotumia. Browser yako inabidi ianze kufikiria, huyu mtu anataka kutembelea hii site. Je, nitamfikishaje na kumletea content za hiyo site? Ndicho maana utakutana na kitu kinaitwa resolver. Kitu cha kwanza kwenye kompyuta yako kama iko kwenye mtandao ina kitu kinaitwa resolver by default, ambayo inapatikana kwenye kompyuta yako. Na hii resolver inawasiliana na kitu kinaitwa cache. Tutaangalia huko mbele. Cache ni naming server ambayo inakusaidia kuweza kupata hiyo taarifa ya hiyo site when you visit at the second or several times. At the first time cache haiwezi kuwa na hiyo site yako, lakini ikishawasiliana na authoritative DNS akaenda akawasiliana na root, utarudishiwa zile taarifa ukazisoma, na hizo taarifa cache server itazishikilia. Hata sisi hapa UDOM hatuna authoritative name server, tunazo cache server ambazo tunaziadminister sisi wenyewe. Sasa kweli inafanyaje kazi? Kwa mfano ukiangalia hapa kushoto palipowekewa tiki kuna client. Client ameuliza swali, nataka kwenda kutembelea yahoo.com. Wewe unaweza ukabadilisha ukasema nataka kwenda kutembelea udom.ac.tz. Kitu cha kwanza ambacho kompyuta yako itakachokifanya itaangalia, je, nina resolve server kwenye kompyuta mimi? Kama mimi nina address ya resolve server, kama inayo itasema ndio, inatuma swali lako kwenye DNS server. Unaenda kwenye hatua ya pili, hapo pameandikwa server. Huyu server atakachokifanya, hata kama anamjua kwa haraka, lakini within a second lazima awasiliane na root. Kwa nini awasiliane na root? Anaenda kumuuliza nani anamfahamu .tz. Root atajibu mimi namfahamu .tz. Anamshusha .tz yuko Tanzania.
Kwa hiyo zinashushwa kwenye authoritative DNS za Kitanzania kumtafuta root.tz. Root.tz atasema mimi namfahamu UDOM kwa maana ninamfahamu AC kwa sababu kabla ya UDOM ukitoka kwenye root kuna AC. Kwa hiyo root atasema mimi ninamfahamu .ac, anampeleka kwa .ac. Alafu .ac atasema okay, you are looking for udom.ac.tz. I know where you can find udom.ac.tz. Means atatuma query zako na request zako kwenda kwenye ambako umesajili na kumweka content za udom.ac.tz. Where did you make a registration? Kwa hiyo hapo ndipo query itakapokuwa completed, inarudisha. Hiki ni kitendo cha sekunde kama sio dakika, japokuwa katika kukielezea ni zaidi ya dakika. Mzunguko huu wote, hii cycle inarudisha IP ambayo itasoma udom.co.tz. For this case ambayo tunazungumzia hapa, inarudi IP ya yahoo.com. Kwa the same query if you are trying to visit hotmail.com, google.com, mama.com, ikulu.go.tz, whatever the site you want to visit, this is how DNS send a query and they give you a return of the address. However, unaweza ukaangalia details za hiyo query kupitia TCP dump. TCP dump, remember, TCP is a protocol ambayo ina communicate over the network. Tunajua ya kwamba katika mawasiliano ya mtandao tuna only two protocols, whether can it be TCP or can it be UDP. For this case, if you are visiting any site that is, hello Matagoro, hello. Nakupata vizuri engineer, endelea. Niliona message ina interrupt hapa kama vile to be offline. Nikataka nijiconfirm hilo. Okay. Kwa ninachokizungumza hapa kwa kuhighlight kwenye network point of view ni kwamba in any communication we rely only on two protocols. It can be TCP or it can be UDP. Na sitaki kwenda detail katika hilo kwa sababu tayari mna module ya network ambayo ina uhakika mwalimu amewafundisha. Kwa katika query za DNS tuna TCP dump. TCP dump ni protocol, ni tool ambayo unairani kwenye server yako, sio kwenye client. You run the TCP dump on server side, na sio all servers except DNS server. Kwa kesho whatever the day mtakaokuwa mmeconfigure DNS yenu, ili uweze kuona how the query are flowing, basi utairani TCP dump kwenye kompyuta yako ambayo utakuwa umeconfigure kama server. Na ukiangalia kwa mfano huu hapa, tunaona tuna TCP dump, tukaweka size ya bytes 1500, tukaweka na namba name port 53. Kwa nini tumeweka hiyo query? Hiyo query inatusaidia kutambua ya kwamba tunajaribu kuangalia details za DNS inavyo operate. Kwa nini? Kwa sababu port ya 53 ni port ambayo inatumia DNS. Ukitaka DNS yako isifanye kazi, nenda kwenye file block port ya 53. DNS yako haitafanya kazi na system zako zote zitaenda down. Kwa hiyo ukirani kwenye DNS yako ambayo umeikonfigure wewe server, ukarani port ya 53, utaona kwenye screen yako ni vitu gani vina flow. Kwa hiyo unaweza ukalani kwenye server afu ukafungua kompyuta yako ukarani host. Kwa this case, kwa mfano mimi nikarani TCP dump hiyo kwenye DNS server yangu, alafu nikafungua kompyuta yangu nikaandika host au nslookup, nikaandika domain name badala ya ecs.vu.ac.tz, nikarani host udom.c.tz. Nikirudi kwenye server yangu ya DNS, nitaangalia namna gani query zitakavyokuwa zimekuwa captured kwa kutumia TCP dump.
na hii ni nzuri, inatusaidia hata kwa baadaye kama ninahitaji kufanya logs analysis au kujua ni query gani ambazo zimeattack DNS yangu. Sometimes DNS, ni watu kama wa cyber mtalielewa hilo, sometimes DNS ina undergo attack. Sasa kupitia TCP dump na any other tools naweza nikajua ya kwamba kuna loophole sehemu gani ambako zinajaribu kutuma query ya DNS yangu. Tunapo configure DNS huwa tuna restrict kwamba DNS yangu ioperate only kwenye boundary fulani. For this case sisi tumeruhusu boundary ya network ya UDOM, alafu tukaruhusu chache with some restriction outside of the UDOM, ili ya kwamba hata wale sio wa UDOM waweze kutupata. Otherwise DNS yako inaweza kaandagoa vulnerability kutokana na query ambazo zitaweza zikawa zimekuja. Kwa hiyo huu hapa ambao unauona ni mfano tu wa output wa TCP dump ambaye alikuwa anajaribu kutafuta saka.ec.vu.ac.nz ambao actually ni ya huko South Africa. Kwa hiyo you can try for UDOM baada ya kuwa umeconfigure. Lakini mbadala wa TCP dump kuna tool moja inaitwa Wireshark. Wireshark ni web based tool ambao unaweza ukainstall kwenye kompyuta yako. Ukisha install unaweza ukairani. Ukishairani ukajaribu kusend query za kusoma taarifa ya domain yako. For this case ukasema nataka kusoma labda UDOM.tz. Utaona waletewa taarifa mbalimbali hapa. Source na destination. Nani ametuma, nani anapokea. Na je, protocol ipi imetumika na taarifa nyingine mbalimbali. Wireshark kwetu sisi ambao tunafanya mambo ya cyber, mimi ni mwenzenu, ni memba, lakini ni tool moja ambayo usipokuwa na maadili wewe tunakuweka kwenye wale ambao sio white list, tutakuwa kwenye black list na red list. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukaitumia mpaka ukasnitch, ukapata username na password za mtu ametembelea site gani. It is a very powerful tool Wireshark. Kwa siwashauri kuitumia kwa malengo mabaya, ila unaweza ukaitumia kwa malengo mazuri. Lakini pia inaweza kukupatia taarifa za DNS. Sasa kuna resolve configuration hapa. Unapokuwa umefanya configuration kwa DNS yako, kuna file inaitwa resolve.conf. Resolve.conf ni file ambalo linatunza configuration yako ya DNS inayotumika. Na namna gani unaweza ukatafuta root? Tumesha jaribu kulieleza huko mwanzoni. First query is direct one of the 13 root name servers. Tunapozungumza hivi tunamaanisha nini? Naona kwa mfano hapa g.root server.net. Hii ni miongoni mwa root server ambazo zinaoperate duniani. Kwa hiyo unapokuwa umetuma query yako, the first ni kwenda kwenye root server, either tukaribia the 13th or one of them, ikakupatia majibu. Then after, how does the server know where to reach the root server? Hii tunaita ni chicken and egg problem. Ninyi ambao mnasoma mambo ya cyber mnaweza mkakutana hizo huwa tunaziweka kwenye labs za kufanya kwenye cyber security. Unapewa chicken and egg problem uweza kuisolve. And one of the problem is to solve the how the DNS can find and can reach the root server. Kwa hiyo itakapokuwa inaendelea kuresolve au kutafuta, inapata kitu ambacho itakuletea kwamba root server yako ni hii, na hii root server yako itakupeleka mpaka kupata ile pointi ambayo wewe unaitafuta. Kwa maana kama .tz, kama .it kwa maana ya Italy itakuletea, kama .en ya India au .ca Canada au whatever itakupeleka. Hiyo ni root server. Kwa hiyo ni tool gani ambayo inaweza kukusaidia kupata hivyo kwa haraka? Sisi hata practical ambayo tutaifanya kwa Linux, na tutainstall software inaitwa Bind. Bind ndio utakayoinstall kwenye kompyuta yako. Kitendo cha kuinstall tu inakuja na zile root server za kuwa embedded kwenye kompyuta yako, kiasi kwamba zinaweza zikafanya resolving ya kusaidia kupata hiyo root server. Another root inaizungumza kwa kifupi, kuna root tulizungumza host, lakini kuna tool moja inaitwa dig.
Dig ni tool ambayo basically tunaitumia sana, na hata sisi hapa UDOM tunatumia Digi kutusaidia kupata taarifa. Ukifungua kompyuta yako ukaandika digi.udom.ac.tz, lazima ijibu taarifa za UDOM. Inajibu kwa hatua kadha wa kadha. Mojawapo inakuwa na sehemu tunaita question section. Question section ni pale ambapo unaona, kwa mfano huu wa kudigi nsra.org imetueleza question section ya kwamba inataka ipate address ya nani, ya NSRC. Baada ya question section inatuletea answer section. Kama DNS yako umeconfigure vizuri na inafanya kazi, lazima kwenye answer section ikuletee namba, kwa maana ya inaanza domain, kuna namba inafata, inakuja in, inafata inafata address. The proper configured DNS lazima ijibu hivyo vitu. Isipojibu hivyo, DNS yako haifanyi kazi. Probably inaweza ikawa inafanya kazi lakini iko stopped, kwa maana hairani, au kuna some bugs or some disconfiguration, so you need to go and fix such kind of problem. Tafsiri ya hapa kwenye answer section ni nini? Moja, itakuletea jina la unachokivisti. Kinachofuata kinaitwa TTL. TTL ni time to live. Time to live basically, kwa kifupi tunasema ya kwamba hizi packets ambazo nimezirequest kuniletea nsrc.org au udom.ac.tz zita exist kwenye mtandao kwa muda gani? Ndio tunasema time to live. Ni life span ya packet kwenye mtandao, na hiyo inakuwa configured na yule ambaye anaye administer DNS. Baada ya hapo inakuja tena kuambia hii n ya kawaida, then n for address, afu inakuletea IP address ya hiyo ambacho unakivisti. Tutakuja kuviona hivyo kwa mapana yake baadaye. Kwa hiyo huo ni mfano ambao tumejaribu kudigi www.afrinic.net. N ni flag ambayo unaweza ukaiongezea ili kuletee taarifa zaidi. Kwa hiyo digi output itakuletea status, itakuletea answer section, itakuletea authoritative section, itakuletea TTL, itakuletea query time, itakuletea na server iliyojibu. Sasa ninaweka pause hapo kama assignment number 2. Tumia dig command ili uweze kupata taarifa za udom.ac.tz. Na oje, answer section imekupa nini, authoritative section ni nani, TTL kwa maana ya time to live ni ipi, na umekweli kwa muda gani. Sijui kama naweza nika demo hapa. No. Hivi Matogolo, halo halo, Yes, engineer. hivi nikitaka kurani kwenye komandi zangu inabidi ni share another screen? Yes. Maana yake una share hiyo screen yenye command. Okay, hiyo inaonekana hapo. Hapo tunaiona, yes. Unaiona? Okay, kwa hiyo kwa kutumia mfano huu labda niseme dig yahoo.com. Can you all see? Okay. Dig yahoo.com, nika place enter. Mmeona taarifa nilizozipata hapa? Halo? Hapa kwenye question section hapa nina swali langu au nina ajenda yangu kama mjumbe. Ninataka taarifa za yahoo.com hii. Ninataka nipewe majibu ya IP address yake. Sasa kwenye answer section mnaona nimepewa yahoo.com. Unajua kuna alliance nyingi. Yahoo.com zipo nyingi. Kuna yahoo.com ya Marekani. Kwa hiyo kuna IP address nyingi ambazo zimepoint kwenye yahoo.com.
unapoivisi yahoo.com inategemea DNS kupeleka kwenye server ipi ikufave, and they do the replica kiasi kwamba zina sync the same content are available. Unapoivisi yahoo.com ukiwa Tanzania ni similar unapoivisi yahoo.com ukiwa Marekani, isipokuwa tu kuna kitu kingine ambacho kinaongezeka. Unavisi yahoo.com ukiwa Tanzania itakupatia preferable, itakuletea sana kwenye Kiswahili. Ukivisi ukiwa Marekani ita prefer kupeleka kwenye Kiingereza na variety za huko. Ukivisi ukiwa Belgium itakupeleka kwenye Belgium. Ukivisi ukipeleka Italy itakupeleka kwenye Italiano. Lakini yahoo.com ziko nyingi, zina serve the same purpose. Sasa hapa kwenye answer section, just please concentrate over here ili uelewe DNS inafanyaje kazi. Unaona hii ya kwanza hapa. Ya kwanza hapa imeniambia yahoo.com inapatikana na IP ya address ya 74.6.143.126. Lakini kuna nyingine inaenda .74.70.6.231.21. Hizo zote na kadhalika na kadhalika. Zote hizo ni DNS imejibu. Lakini interesting thing is here. Look at the number after yahoo.com. We have 1329. We have 1329. I hope everybody have seen that kind of numbers. Hiyo number, it is time to live. Yani lifespan ya yahoo.com, hii data ndio ikweli kwenye browser yangu, itaspend for such kind of seconds kwenye server zote. This is very important to configure server yako as a DNS. Lakini look at the bottom, query time. Look at the query time. Have you seen the query time? 949 milliseconds. Yani mweza kuiquery yahoo.com kwa kutumia millisecond 949. Another interesting thing is, look the server which responded. Remember niko Udom, kwa hiyo natumia DNS za Udom. My DNS at Udom ambayo imerespondi ni .192.168.10.94. This is very interesting. Kwa hiyo unapofanya configuration ya DNS lazima ujue unapo query DNS yako iwe na uwezo wa kurespondi. Turudi kwenye darasa letu hapa. Turudi kwenye darasa letu hapa la screen hii ya PPT. I hope nimerudi hapa. Kwa hiyo tunapokuwa tuna query DNS kutaka kupata taarifa fulani, lazima ujue kwamba unapata flags mbalimbali kwa maana ya address na query, status, answer section, authoritative section, time to leave, query time na server iliyo respond. Sasa kuna records ambazo tunazitumia kwenye DNS tunapokuwa tunazidefine kwenye configuration point of view. Moja wapo tunaziita ni records. Records type is very important. Unapofanya configuration ya DNS yako, tuna define IP address ambazo record zake tunasema ni A records. Single A ni for IP version 4. Fourth A's ni for IP version 6. Kama hamjapata tips za IP version 6, tutafutana siku nyingine, sio darasa lake leo. Alafu tuna NS. NS it is for name server. Zote tulizokonfigure kwenye DNS, hizo zote ni record. Lazima DNS yako useme name server yako ni nani. Tuna mail exchange. Kama una mail server, lazima kwenye DNS yako uweke MX record. Tuna canonical name. Canonical name ni jina mbadala ya domain yako au ya site yako. Kwa mfano, tunaweza tukasema udom.ac.tz ndio site yetu. Nikifungua udom.ac.tz, kama kuna jina lingine mbadala, lazima niseme kwamba badala ya kufungua udom.ac.tz, basi unaweza ukafungua chuo.ac.tz. Kikuletee content sawa
na udom.ac.tz. Hiyo tunasema ni canonical name au alias. Lakini pia DNS yako iweze kufanya reverse PTR. Sasa twende kwenye type za DNS. Kwa kifupi hapa naye nitagusia, na uhakika au nahisi mwalimu wenu atakuwa ameshawagusia. Tuna caching na authoritative. Sisi kama user, kwa mfano taasisi ya UDOM, sisi hatuwezi kuconfigure authoritative, tuna configure caching. Authoritative ni wale ambao ni mamlaka kama vile TZNIC au TZNIC sasa hivi iko TCRA. TCRA na mawakala wake ambao wanafanya registration ya nini, ya domains, wale ndio wanafanya authoritative kwa DNS name zao, lakini sisi tunachokifanya ni caching. Okay? Authoritative server typically only answer query for data over which they have authority. Sisi hatuna authority, kwa hiyo hatuwezi kurespond. Tutakuwa authoritative only if we administer UDOM for this case. Kwa hiyo sisi tuko authoritative kwa domain yetu ya nini, ya UDOM, ila hatuko authoritative kwenye domain ambazo sio UDOM. Naomba ulinote hilo, otherwise sisi tutabaki kuwa caching. Caching name server act as a query forwarders on behalf of a client. Unapoconfigure DNS yako, client wako wanapaswa warespondi zile query zao kupitia kwenye caching name server. Okay. Time to live nimeshazungumza. Sasa kuna kitu kingine cha muhimu hapa ambacho ni cha mwisho uweze kukielewa, kinaitwa SOA. SOA is very important. SOA imestand for the authoritative point of view or for the authority, ambako una configure vitu vyako vyote. Kwa I see I have problem over the network. Tunakusikia vizuri tu lakini. Members, are you available? Yes. Okay. Hapa nafikiri mtaalamu wetu wa network yuko mbali, angenisaidia kuhakikisha mtandao uwe strong, lakini otherwise tuendelee. Kwa hiyo tunapo digi kwa kutumia SOA. Wewe mwenye mail ya UDOM umetoka kwenye slide. Nimetoka kwenye slide. Hapo umerudi kwenye slide. Okay. Tunapo digi kwa kutumia flag au option ya SOA, tunahitaji kupata administrative details za domain ambayo tumeidigi. Kwa mfano, ukisema digi space SOA space domain name, let's say udom.co.tz au google.com au yahoo.com, even ikulu.go.tz ya Tanzania kwetu. Maanake hapo unaweza kusoma taarifa ambazo ni za administrative. Nitazungumzia taarifa chache hapa. Kwenye answer section utakachojibiwa kwenye authority section, mojawapo ni ns.domain. Tunapojibiwa ns.domain, tunapewa taarifa za ile domain kwamba hii ina name server yake. Lakini tunapojibiwa root.domain, tunapewa taarifa ya kwamba kumbe server hii au DNS hii ina uwezo wa kutuma taarifa ambazo kama kuna shida kwenye DNS, kwa maana ya email ya administrative. Root.domain maana yake unatuma email kwenda kwa root at such particular domain. Tunajua tunapoandika address za email huwa tunasema let's say damas@udom.ac.tz au damas@google.com au damas@yahoo.com. Sasa kwenye DNS point of view, the word or the character at is replaced by dot character. Kwa hiyo hapa tunaposema root.domain
ni sehemu ambapo ninaweza nikapokea email zote na nikafanya analysis ya any problem kama ipo inayohusiana na DNS yangu. Baada ya hapo, kuna hivyo vitu vinafata hapo kama vitano. Cha kwanza ni serial number. Serial number is very important. Na unapokuwa umekosea kuconfigure DNS yako, makosa ya kwanza unaweza ukafanya kwenye serial number. Ukifanya kwenye serial number, maana yake DNS inaweza ikawa behind the time zone. Serial number inaendana na muda na mwaka na mwezi na umebadilisha mara ngapi DNS yako. Kwa mfano, tukisoma serial number hii imeandikwa 2007022270, which means hii DNS changes zimefanyika tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2007. Have you noticed that one? Nina uhakika mmenielewa hicho ninachokizungumza. Kwa hiyo ni point ya kwanza. Alafu zero maana yake umefanya changes at par kwenye hiyo tarehe, lakini ukienda kufanya changes kwa mara ya pili utabadilisha hiyo zero iwe moja. Ukienda kufanya kwa mara ya tatu utabadilisha moja iwe mbili mpaka mara tatu, kutegemea umefanya mara ngapi. Lakini hizo namba huwa ziko 00, sio 01. Hapo katika kuandaa slide hatujaweka double zero hapo. Maana yake ni kwamba serial number format ni YY mara 4, MM mara 2 kwa maana ya month, alafu DD mara 2 kwa maana ya date, alafu 00 kwa maana ya time. Kwa hiyo ni serial number ambayo ndio define DNS yetu, lakini kuna refresh in terms of second, kwamba DNS yetu hiyo ifanye refreshing after how many period of time. Kwa huyo ameweka 28800, unaweza ukaconvert hizo seconds ujue ni baada ya dakika ngapi. Lakini je, ukituma wewe mtumiaji query, iwapo haijapata iretry baada ya muda gani? Huwa tunajitahidi kuweka hivi to the lowest as we can. However, kuna some recommendations. Kwa huyo ameweka 14400, lakini kuna kuexpire kwamba hiyo data ikiwa captured expire baada ya muda gani mimi niweze give up, yani delete from my details, nisiwe na hizo data za hiyo site ambayo mtu alikuwa anaitembelea. Lakini pia kuna time to live. Sasa utofautishe time to live na expire, ni vitu viwili tofauti. Time to live ni muda gani imeshikilia afu inaiachia, lakini expire itakaa na hizo data for the other query iwapo utahitaji kwa muda gani. Okay? Nafikiri haya nimeshaelezea state of authority na root na hizo serial refresh zote hizo nimeshazielezea. Lakini swala la msingi lazima ujue why is expire necessary. It is very very important, na naomba muelewe hili swali na muelewe kwa mapana yake katika kulielezea, kwa maana unapofanya changes kwenye DNS zako, ndio maana wakati mwingine unaweza ukaenda ukabadilisha registration yako alafu ukashangaa ile site yako haipatikani one for a couple of hours. Na zamani kabisa, miaka ile Dr. Matogoro, utakumbuka miaka 2004 2005, kipindi tunaanza hizi kazi za mambo ya administration ya mifumo, ulikuwa ukifanya changes ya site inakaa siku 2 hadi 3 ndio baadaye inaanza kuonekana. Ni kwa sababu ya expire time. But nowadays tumeimprove sana. Unakuta unafanya changes saa 2 asubuhi, baada ya lisali moja, masaa 2 matatu, site imepatikana. Sometimes some minutes na ipita hata lisaa. Kwa ni very important you note the expire. I mean this expire time. Ni very important. Ambapo kwa mtu huyo ameweka millisecond 3,600,000. Okay? Sasa running a cache name server nimeshajaribu kuelezea pia. Kuna configuration ambayo tutajaribu kuziangalia hapo baadaye. Unapokuwa umeconfigure name server yako vizuri, lile file la resolve huwa tunaweka local IP. And over here I assume that everybody knows the loopback address.
Loopback address ni unique IP address ambayo ni the same but unique for my computer. However, the same is appear to your computer. It become unique because it is linked to my MAC address of my computer with the assistance of ARP. Nina uhakika hicho kitu mnakifahamu. Kwa hiyo IP 127.0.0.1 kila mtu anayo, lakini inakuwa unique kwa sababu ya MAC address ya kompyuta yangu ambayo haiwezi kufanana na MAC address ya kompyuta yako. Kwa hiyo unapokuwa umeconfigure server yako, tunabadilisha ile name server, tunaweka ile ya IP ya server yenyewe, au tunaweka ile loopback address, kwa maana ya kwamba kompyuta yangu hii ndio name server yangu, ili nisiweze kuwa na kutumia kompyuta server nyingine. Mambo ya delegation ilikuwa nimeshajaribu kuelezea, ambayo yanafanya kazi kama hivyo, ambaye ana manage domain ipi na ana manage subtree ipi, ana manage domain name ipi. Hayo it is less than the way I have already explained. Kwa mfano kama sisi hapa tumefanya delegation, tuna SCR scr.udom.ac.tz, tuna ruhusa.udom.ac.tz, tuna tuna OAS ile application.udom.ac.tz. Ni kwa sababu ya kuwepo wa delegations ya hizo domain zetu na zones. Kitu kingine cha msingi huwa tuna configure ambako tunaweza tukatafuta errors. Unaweza ukaenda unapo install DNS ukatafuta ambako kuna dns.docs au kwenye path ya docs, ukaenda kusoma mafaili mbalimbali, usome details za nani, lakini huwa sometimes DNS inapokuwa na shida tunaenda kutafuta errors. Errors unfortunately sitaonyesha hapa mpaka takapokuwa kwenye configuration. Errors ni pale ambapo unaenda ukasoma kama DNS yako ina shida, haiwezi kuresolve. Kuna mtu alikuwa anajaribu kukuattack, au kuna some malicious, au kuna some misconfigurations. Lazima uconfigure DNS yako ambapo itakuwa ina capture na kupeleka zile errors. The main point, how will you do the logs analysis? Bila kufanya logs analysis unaweza ukashindwa kutranslate zile errors na usijue kwamba kuna tatizo kwenye DNS zako. Baada ya kusema hayo, session au portion ya kwanza ya kuelezea overview ya DNS inakomea hapo. Naomba kurudisha usukani kama kuna swali. Halo? Asante sana engineer, na nikaribishe kama kuna mtu ana swali anaweza kanyosha mkono na kuuliza. Karibuni. Kama hakuna maswali, nitajaribu kudemonstrate station ya pili au presentation ya pili kwa kifupi inayohusiana na kufanya configuration. Kuna mtu ana swali? Karibu. Shanyosha mkono au nikidiga anajua. Mwalimu, kuna swali kwamba ikitokea tukatumia dig command kule kune anaye administer DNS server anaweza wakapata logs kwamba kuna mtu anajaribu kufuatilia server yake. Swali zuri sana. Swali zuri. Kama nimeconfigure DNS yangu vizuri, yes, I will know who is trying to query my DNS, who is trying to find the information. Kwa hiyo kwa kujibu kwa kifupi, yes. Na unfortunately sisi tunasoma mambo ya cyber security, we need to know all of them. Kwa hiyo mtu yule utadigi hapo. Kwa mfano sisi hapa UDOM, mimi ni moja na ndugu yangu mmoja yupo hapa anaitwa Joseph Ndidi. Perhaps mnaweza kukutana naye somewhere. Ukidigi sisi tutajua tukienda kwa logs kwamba kuna kweli imetoka kwenye IP fulani, amejaribu kudigi kupitia DNS zetu, amejaribu kutafuta taarifa za DNS yetu, amejaribu kutafuta taarifa za domain yetu
kwenye point ya authoritative, kwenye point ya authority. Unaweza ukadigi tu ile kweli ya kawaida ambayo haina madhara, lakini unaenda mpaka SOA, unaenda mpaka nini, tunajua huyu mtu amejiongeza, ameenda ndani zaidi, anataka ajue taarifa. Kwa hiyo na sisi tunaweza tukaamua ku reverse. Sisi hatu reverse kudigi, ila tunafanya analysis ya kujua kiundani zaidi mpaka tujue ni kompyuta ya nani na huyo mtu yuko wapi, ambaye anajaribu kweli, ili kusudi tujue ana nia njema au ana nia off. Bila shaka nimekujibu swali lako. Karibu kwa swali lingine. Kuna mtu ana swali lingine? Hamna? Sasa kwa dakika chache sana, kama zisizozidi 10, I think kuna kitu kimoja hapa ambacho pia, japo hiki ni kirefu, lakini Matogoro, Daktari Yes, Matogoro, engineer. Yes. hebu guide hii demo ya DNS configuration ni ndefu kidogo, tunaenda nayo kwa muda gani? Maana ni Kipindi chetu nimebaki na kinaishia saa 9:30, lakini bado tunaweza tukaongeza kidogo kama bado tutakuwa tujamaliza. basi kama ni saa 9:30 tunafika. Maana nilikuwa nilifikiri saa 9 kamili, maana nimeona hapa saa 9 kasoro 6. Kama ni mpaka saa 9:30 tutamaliza, na haitafika saa 9:30. Sasa ninapenda ni demonstrate how we do the configuration, alafu siku nyingine tutafanya configuration au session nyingine. Sijui kama hii inaonekana, hii screen ya DNS configuration zone. Bado iko kwenye slide. Hello? Lakini inaonekana au bado kwenye slide ya kwanza? Basi ngoja ni stop afu niende nyingine. Hii hapa inaonekana. Dr. Ndio sasa hivi Matogoro, mwalimu. naomba, inaonekana hii ya DNS configuration? Ndio tunaona. Haya basi, mtazipata kwa Daktari Matogoro hapo next time. Ngoja tuende tupishane kwa kifupi tu. Hapa nitazungumza ufafanuzi tu wa vitu vichache, lakini utakapofanya configuration utakapoelewa zaidi na zaidi na zaidi. Sasa tunapofanya configuration ya DNS lazima tuzingatie ni namna gani tuna define kitu kinaitwa zone, ni namna gani tuna define kitu kinaitwa domains. Sasa hivi vitu viwili vinaweza vikawa na mfanano lakini vinatofautiana. Tunaposema domain, tunazungumza domain kama domain, kwa mfano kwa kesi yetu udom.co.tz. Lakini tunaposema zone, tunazungumza sasa, je, hii domain yetu ya udom.co.tz ni nani yuko responsible kuitafsiri kwenye mtandao? Ndio tunazungumza kitu zone. Na zone huwa tunazo mbili, za aina mbili. Lazima tuwe na zone ambayo inatafsiri kwa kutumia neno kama neno, kwa maana udom.co.tz. Alafu tuwe na hiyo tunaita ni forward zone. Alafu lazima tuwe na zone ambayo inamtafsiri udom.co.tz kwa kutumia ile assigned unique IP address yake. Kumbuka udom.co.tz ni moja duniani. Kwa hiyo lazima ina address yake ambayo hakuna ambaye anashare. Kwa hiyo lazima tuwe na zone ambayo inatafsiri udom kwa upande wa address, na tuwe tuna zone ambayo inatafsiri udom kwa upande wa jina. Kwa hiyo tunapofanya configuration ya DNS lazima tuna configure hivyo vitu viwili, zones kwa maana ya forward and reverse, lakini pia lazima tutafsiri domain yetu. Sasa haya machache nitayaruka hapa, yana issue. DNS pia inafanya replication. Slide yako kwetu huku sisi hiyo haitembei. Au hapo imetembea kidogo. Mtandao utakuwa umedelay. Tuko kwenye DNS replication wote? Halo? Yes, yes. Tupo sasa, tupo.
Okay, basi nitakuwa naomba mmoja anawahi kurespond hapa ili kusudi kuokoa muda. Kama tuko kwenye DNS replication tuendelee. Ninachomaanisha ni kwamba DNS huwa and the proper DNS it have to do the replication. Kama hauna replication basi utakuwa na single fail over. Mean what? Hiyo DNS unayotegemea ikienda down for any means, network issues, hardware fault au software fault, DNS as DNS application fault, basi watu service zako ambazo ni web based hawataweza kuzi access. Kwa ili kusudi kuavoid hicho kitu huwa tunafanya DNS replication. Hata sisi hapa hapa UDOM tuna DNS replication ambayo tunazo DNS mbili. Itakuwa ni ajabu labda chuo kilipuliwe na ninyi watu wa cyber kwamba DNS master na slave zote zifanye nini? Ziwe zimeenda down, basi mifumo yetu isipatikane. Lakini hata hivyo mkifanya hivyo ninyi wanafunzi wetu, basi tuna replication nyingine ya IGA itatuinua. Kwa hiyo hatuwezi kwenda down. Kwa unapo configure DNS zako, as long as uko responsible kwenye domains mbalimbali, lazima ufanye replication. Lazima uwe na master server na slave server ili kuweza kukusaidia katika mazingira ya fail over. Hakuna kitu kingine zaidi ya fail over, ndio maana tunafanya replication. Otherwise there is no need of doing replication, kwa sababu kwanza ni cost. Kwa mfano sisi ni cost kwa sababu lazima tuwe tumeduplicate IGA, tunalipa IGA. Na sisi server zetu hapa tuduplicate hali kadhalika. Tuduplicate pia kule data center. Hizo zote ni replication ambazo tunazifanya. Na hali kadhalika ninyi ambao mnasoma bila shaka kwenye DNS pia, kwenye database mnajua kuna replication ya DNS. Bila kuwa na replication unaweza ukajikuta unakuwa una fail kwenye single fail over. Maelezo zaidi unaweza ukasoma hiyo request for comment 2182. Hiyo RFC 2182. Kwa sisi hapa unaweza ukawa na master moja afu ukawa na slave nyingi. Kwa hiyo master kazi yake itakuwa ina push kwenda kwenye slave. Na unapofanya configuration tunafanya changes kwenye master peke yake au kwenye primary. Hizi secondary ambazo ni slave zita retrieve automatically kadri ambavyo umeseti DNS yako restart refresh inafanyaje. Zile ambazo umezikonfigure kwenye master zitaenda kwenye slave automatic. Kwa hiyo master ikifa basi watu kutokea wapi? Kwenye slave. When does the replication take place? Nimeshazungumzia ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuweze kupata fail over na kwamba kwa mazingira yote yale tusiweze kupoteza data. Network might lose a packet, so we still need check at the refresh interval. Na hivyo tukaendelea kuwa hewani. Ndio maana hapa hamwezi kutambua ya kwamba kuna siku labda tumepata changamoto kwenye mtandao wa DNS yetu na hivyo CR2 haipatikani. No, kwa sababu zime replicate sehemu tofauti. Sasa kitu cha kwanza nilichowaambia kwenye configure DNS ni serial number. Nishaelezea, naomba nisirudie hapa. Tukienda kwenye kuzungumzia, lakini serial number unakuwa una increase zile namba kutokana na muda ambao umefanya mabadiliko. Kwa mfano, leo ni tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Nikiconfigure leo DNS, serial namba yangu nitaiandika 2025 04 kwa maana ya mwezi wa 4, alafu 16 kwa maana ya tarehe 16, alafu nitaweka 00. Leo kama leo nikiconfigure, nikasave, nikatulia. Lakini leo hii nikiingia kufanya mabadiliko kwenye DNS yangu specific kwenye hizo zones ambazo ninazimanage mimi, nitabadilisha pale kwenye 00, nitaweka 01 ili changes kwenye global na up to the root servers it take place. Otherwise hautapatikana huko duniani kwa sababu utaendelea kusomeka kwenye 00 wakati silo ulishabadilisha changes. Kwa hiyo na hii inatusaidia kuwa na consistency, especially hapa tunapozungumza kwenye slaves hapa. Kama nimefanya changes kwenye master,
nisipobadilisha serial number, Celebrity itakuwa inasoma serial number ambayo imepitwa na wakati mimi changes zangu ziko kwenye serial number nyingine. Kwa hiyo ni kitu cha msingi ukinoti hicho, na usipofanya hivyo utakuwa na inconsistency data. Kama hata website yako imekuwa updated, alafu hizo updates kwenye website yako zinahitaji ufanye changes kwenye DNS yako, basi watu watakuwa wana site mbili tofauti, kwa maana ya data zitatofautiana. Kwa hiyo serial number ni very important, na format yake ni hiyo hapo ambayo nilikwisha ielezea. Recommended serial number ni YYY for year, MM for month, DD for day, NN for number of changes. Kitu cha kunoti hapa, haitatokea duniani, narudia, haitatokea duniani wewe kama mtaalam ukakonfigure DNS alafu ukafanya mabadiliko mara 99 ndani ya siku moja. Wewe itabidi uwe jipu tukutumbue ufanye kufanya kazi. Yaani ufanye mabadiliko kwenye DNS yako mara 99, it is very impossible. Hakiwezi kutokea. Kwa hiyo ndio maana wameweka NN kwa maana ya 00. Uweze ukafanya 0 1 2 3 ikaja 1 0 1 1 1 2 1 3 1 mpaka ile 99 eti naenda mara 100. Wewe utakuwa ufai kufanya kazi duniani. Kwa hiyo ni standard ambazo zipo, huwezi ukazidisha. Baada ya kuzungumza hiyo format, ninaomba niruke, unaweza ukasoma juu ya hiyo mambo ya format na serial number kwenye request for comment ya 1912 section ya 3 subsection 1. Itakueleza zaidi namna ya kufix problem ambazo zinajitokeza kwa mtu ambaye amekosea kufix serial numbers. Danger number 2 inajitokeza pia kwa maana mtu anaandika namba zaidi ya zile. Kumbuka serial number ni 32 bits, anasend numbers. Sasa unapokuwa umezingatia umeandika zaidi ya hapo, itapotea. Hii namba iliyoandikwa hapa 2004030500 hii sio. Kwa sababu gani? Ukiangalia hapa imezidisha kwa lugha nyingine serial number, chukua hizi 4, ongeza hizi 2 zimekuwa 6, ongeza hizi 2 zimekuwa 8, ongeza hizi 2. Mwisho ukiongeza hii imezidi recommended 32 bits unassigned numbers. Sio kama tunaelewana? Kwa hiyo hizo ni danger ambazo mtu huwa anazikosea kwa DNS yake, na mwisho wa siku DNS yake inakuwa na inconsistent data, na mwisho wa siku ile site au domain haipatikani au inapatikana ikiwa na wrong data kwa sababu zile nyingine zimekosewa. Na tunao wale man of the middle, wale wadukuzi. Na ninyi watu mnaosoma cyber watu tunafundisha wote kudukua na kufix udukuzi. Mdukuzi anaweza akakubadilishia DNS zako kama haujafanya DNS security. Akikudukulia anaweza akakupeleka kwenye danger number 2 au akakuweka kwenye danger number 1. Kwa hiyo serial number ya kusoma hivi, kwa mfano wa hii, akakurudisha leo ni tarehe kwa kesi yetu 16 akaweka 12 au 10. Akaandika 2015 04 afu 10 00. Kumbe data zako zishabadilika. Kwa hiyo akakupeleka kwenye danger ambayo haifai. Configuration ya master, tunaanza kwa kufanya configuration kwenye file inaitwa name.conf.log. Hello, I think we are together. Yes, tunapata vizuri. Tutakapoanza configuration sasa, ile really practical, zingatia hilo kwamba tunapoanza configuration tunaanza kwenye master kwanza. Tunaenda na I'm sorry, mimi sio mzuri kwenye Windows. Kwa hiyo nitazungumza kwenye Linux. Kama kuna watu wenye Windows watakuwa nafanya alternative kwamba kwenye Linux ni hiki, basi kwenye Windows ni hiki. Kwenye Linux tukiinstall watu tunakuwa na file inaitwa etc bind name.conf.log. Yapo mafaili mengi hapo. Nitaweza kulogi baadaye kwa DNS yetu mkaangalia, lakini tunaanza kufanya changes hapo kwenye hizo name.conf.log. Tunaenda kudefine domain. Sijui kama tunaelewana. Tuna define domain. Tunaenda sehemu imeandikwa zone, tunaandika domain yetu. Kwa mfano hapo imeandikwa domain example.com. Kwa hiyo sisi tutaandika udom.ac.tz. Alafu tunasema hili faili tunaliconfigure, hii DNS hii tunaliconfigure, server ni master. Alafu tunaenda kutafsiri faili ambalo litaresolve hii domain yetu hii ambayo tumeandika hapa.
Kwa hiyo tunaweza tukaandika pia example.com. Unaweka hiyo path, unataka hilo faili lako likae wapi. Kila mtu hapa huwa anaweka anavyotaka. Kila cha muhimu ni format. Alafu huko ndiko uende ukaweke faili lako, ili DNS inaporani ijue inaenda kusoma wapi mafaili kuweza kutafsiri na kuresolve domain name yako. Alafu hii allow transfer naomba nizungumze, lakini siku hizi kwa sababu teknolojia imeongezeka, hatudefine allow transfer kwenye name.conf.local. Tuna define allow transfer kwenye name.conf.options. Kwa hiyo kuna file nyingine inaitwa .conf.options. Tunaenda kudefine zile tips nyingine, kwa mfano allow transfer, manake master apeleke hizi taarifa kwenye slave zipi. Kwa hiyo hapo unaweka IP address ya zile slave zako. Kwa kesi hii ya huyu amepeleka anazo slave mbili, ana 192 188 58.126 na .2. Hizo ni slave zake. Kwa changes zote zinazofanyika kwenye master zinakuwa accommodate, zinakuwa replicate kwenye hizi server mbili. Kwa that is very very important. Tutaangalia tutakapofanya configuration. Otherwise utasema allow transfer nani, kwa sababu hauna pa kupeleka nani replication, au umedefine kwenye ile name.conf.options. Master and slave nimeshajaribu kuzungumzia, allow transfer nimeshazungumzia hapo. Ukiconfigure allow transfer kwenye lile file la name.conf.options, kuna sehemu imeandika options. Unafungua zile color blocks na kuzifunga hapo, maprogramu wanahusika na hizo, zinaenda pia zina syntax error ukikosea. Kwa mfano semicolon, unaweza ukajikuta na kumbana na logical error. Kwa hiyo unaandika allow transfer, kuna space, kuna unafungua color blocks hizo, unaandika ndani ya IP address ya unakotaka ziwe transferred. Sasa hapa tunaweka IP mbili. Tunaweka IP mbili kwa maana ya kwamba moja inakuwa ya master mwenyewe, kwa maana nitaweka loop back IP address. Kwa hiyo nitaweka 127.0.0.1 kwa maana ifanye transfer within the server itself if needful. Otherwise ifanye transfer ya haya mafaili yangu kwenda kwenye slave. Kwa hiyo nitakuwa nimeweka hapa IP nyingine ya pili. Alafu nitafunga color blocks baada ya kuweka semicolon. Alafu nitamaliza semicolon, nitafunga color blocks nyingine, nitafunga semicolon. Server yangu inapolani globally inaweza ikafanya transfer ya kupeleka hizo taarifa kwenye sehemu nyingine. Structure of a zone file inaendana na TT, time to live. Itakuwa imeset 1 day. SOA kwa maana ya state of authority nitaset pale, name server record nitaset pale, other record nitaset pale. Tutakuja kuziangalia, lakini hizi ni option ambazo lazima uzisave. Kama utakumbuka kwenye ile slide ya kwanza, kipindi tumedigi SOA domain, tuliweka serial number, tuliweka refresh, tuliweka sio nini, vyote hivyo ndivyo vinavyozungumzwa hapa. Kitu kingine ambacho kinatakiwa kuzingatiwa, format ya resource records ni kama hiyo hapo. Inakuwa ina www, inazungumzia time to live, inazungumzia IN kwa maana internet resolution, inazungumzia IP address kwa maana ya IP version 6, version 4. Kama ni IP version 4 nitaweka hizi AAs lazima ziwe 4, kwa maana ya data ambako inaenda kusoma. Type kwa maana ni type ya address gani. Class kwa maana ni class gani ya DNS. Hii hapa time to live. www kwa maana ya domain. Nitaweka www, lakini baadaye nitaenda kuconfigure canonical name ya hiyo www ni ipi. Shortcuts pia zinahusika. Ndio maana kwenye configuration tunaweza tukawa tuna hiki kimeandikwa @ example is file for example. Hii hapo utakuta umeweka @ otherwise utakuwa umeweka dot ili kulifaa the origin. Configuration ina option mbili. Ukitumia dot maana yake inalifaa the origin. Ukitumia @ maana yake inalifaa another means ya ile origin by the same means.
Okay, kwa hiyo unaweza uka configure hivyo. Utadefine pale TT time to live yako ukaweka 1 day, alafu utasema utaweka SOA zako hapa zile nes.domain, alafu utasema root.domain, utakuja serial, utakuja si nini, utajaza ma s records hapo, utayamaliza ambayo ukiresolve inakuja inazungumzia example.com, inakuletea taarifa zake, kwa maana umetumia neno otherwise configuration inakuwa imekaa kama hivi. Full configuration inaonekana. Hello. Yes, tunaona. Tunakuona. Okay. Kwa hiyo configuration yako unaweza ikawa inaonekana katika format hii. Hivi ndivyo tunavyo define store zetu. Tafsiri hapa ikoje? Time to live nimeweka one day hapa. Sio, umeelewa? Hapa juu kabisa TTL. Alafu nikaja nikaziconfigure zile store, lakini nikatumia format ya na sio dot. Nikasema 1 hour kwa maana ya kurefresh au kuni negative data ziweze kuexpire at which time. Nikasema SOA yangu ni name server 1.example.net, nikaweka na dot. Huyu ameweka address, lakini tuna recommend the best practice kutumia root.domain. Yes, tuna recommend kutumia root. Karibu. I'm on meetings na musika ofisi watoka. Unamhitaji Mwagama? Ametoka. Hayupo, ana mgonjwa hospitali. Uko na shida gani? Ni fomu yangu gani? Fomu ya nini? Muse. Okay, basi kama atarejea atanitoa. Lakini ana mgonjwa Benjamin. Asante. Tunaweza tukaendelea. Kwa hiyo tunapokuwa tumedefine kwa kutumia email yako kama yako, hiyo sio proper, kwa sababu mtu anaweza akakuattack. Kumbuka tulidiscuss kule kwamba mtu akidigi authoritative details za domain anaweza akadigi SOA akapata taarifa zako. Hapa ataona email root.domain name, ili kusudi asijue kwamba hii email inaenda kwa nani. Alafu we katika mail system zako unakuwa umeconfigure kwamba hii mail iende kwa fulani. For this case labda ziende kwa Damas, au for that case labda ziende kwa Matogoro, or any someone else ambaye yuko responsible kwenye administrative point of view. Alafu utakonfigure serial number yako kwa mujibu wa tumezungumza, utakonfigure refresh. Hapo unaona tumeandika in terms of, ukiandika in terms of how utaandika number na h au d kwa maana ya day au w kwa maana ya wiki. Hizo ndio recommendation format. Otherwise ukiandika tu kwa mfano 8 afu hujaweka kitu chochote, communication DNS itatambua ni 8 seconds iweze kufanya refreshment, which is not recommended. We recommend for some hours 5, 3, 8 namna hiyo. Na kwenye kuexpire tuna recommend somehow data ikae for 8 weeks. Lakini however nowadays recommendation best practice nasema lower down, kwa sababu kama data inakaa ndani ya wiki 4, alafu ukifanya mabadiliko yale mabadiliko hayata take place baada ya wiki 4, kwa hiyo hatu consider. Kwa hiyo sometimes tunaweka 1 week, au sometimes ukiangalia kule ni some hours, some minutes, inakuwa badilika imeshafanyika. Otherwise i reject negative in 1 hours. Sorry. Alafu baada ya hapo unakuja unaanza kuzitafsiri name server zako ambazo ziko zilisimama ku define. Unaona huyu ameweka DNS 3 hapa. Yeye yuko responsible kwa DNS 2, lakini kwa DNS ya 3 hapa yeye ambaye imeandikwa other networks, maana yake yeye ni kula anakufanya replica. Kwa yeye DNS yake ya kwanza master ni NS1, slave ni NS2. Alafu anafanya replication kwenye NS1 other network. Kwa mfano kama sisi tunaiga, kwa hiyo naweza nikaweka DNS ya iga hapa, kwamba nafanya replication ya wapi kwenda iga, wakati mimi na manage DNS 2. Format of the SOA nimeshazungumzia, hizo expire zote nimezungumzia. Labda sasa nigusie kwenye resource records zingine. Kwa mfano sasa ninapokuja kutafsiri sasa names domain zangu
against IP address. Nitaliplace hapa kwenye dot, nitaandika domain name yangu. Kwa mfano nitaandika udom.tc.tz in kwa maana ya class, a kwa maana ya type, 1.2.3.4 kwa maana ya IP address. Tutakuja kuangalia tutakapofanya configuration. Otherwise nikidefine mail exchange, lazima niseme hapa, niseme labda ni mail.udom.tc class ya en, exchange ya maana ya resource records mx. Mx itajua kama hapa natafuta ni mail change, alafu hapa 10 ni recombination ya muda ambayo hizo mail zinafanya kazi, alafu nahitaji mail server yangu inaitwaje. For my case nitasema mail.udom.tc.tz or otherwise. Lakini pia huwa sometimes tuna configure zile canonical name kwa nilizozungumzia kwamba mtu akifungua mail.udom.tc ni sawa sana atakayefungua host.udom.tc. Kwa hiyo cn hapa canonical name ni other names ambayo ukifungua still kuletea the same meaning. PTR ni ile reverse. Tutaangalia kwenye file reverse namna ya kuiconfigure hapa, lakini una reverse hii host name yako host.example.com inapatikana pia kwa address ipi, ndio tunaziconfigure pointer hii PTR. Lakini text huwa tunaweka ujumbe sometimes. Huu ujumbe mara nyingi hapo huwa tunaanza kuconsider tunapoanza kuweka mambo ya security, kwamba ukiona flag ya neno hili sisi ndio tunamaanisha ndiko tunapo refer, ni preference zetu. Lakini pia tunataka Google akiona huo ujumbe ajue hawa ni watu gani. Kwa hizi unapo define text, maana nyingi huwa tunataka kupeleka au kwenye tunao communicate nao duniani, watutambue kwamba sisi tunatambulika kwa domain name zipi. Ukimaliza hapo unaweza ukarestart management kwa maana ya rndc reload, au ukatumia any other commands ya kucheck ya kustart. Otherwise hapa kitu gani ni administrative za kustart na kustop. Labda nikomee hapo, nionyeshe kwa kifupi ni namna gani ambavyo sisi tumeziconfigure. Alafu sasa hapa network itatoka. Ningefanya hili nikiwa tayari kwenye VPN. I'm sorry, hili tutalifanya kesho au siku nyingine kipindi kitakapopatikana. Mnanielewa wataalamu? Kwa sababu nikianza ni connect kwenye VPN tena nianze kuingia kwenye server hapa, mtapotea after nianze kureconnect na muda wetu unaelekea kuisha. Kwa hiyo tunachokizungumza hapa, kitu kingine cha mwisho tunachotaka kuzungumza ni kwamba hizo ni tips ambazo tunafanya configuration. Lazima ufanye configuration kwenye master, alafu baadaye kwenye slave uende walao zile transfer zionekane kule. Kwa hiyo your mission of the next section will try to do the configuration of two servers, one to be our master and the other to be our secondary or our slave, so that to see the flavor of replication of these DNS tips. Swali mpaka hapo? Kuna mtu ana swali? Hamna. Na kama hamna, kuna some errors ambazo ni watu wanazipata kwenye stative errors, name servers, lakini nakushauri ujaribu kupitia hizi request for comment 1912 and request for comment 2182. Zitakuelezea ni namna gani ambavyo common DNS operations and the configuration errors, na pia kwenye RFC 1912, lakini selection na operation of secondary DNS, kwa maana umeconfigure na kufanya ile replications, utaona kupitia RFC 2182. Serial numbers errors nimeshazungumza increment zake na namna gani unaweza kufanya consistency na ukasababisha inconsistency. Comments lazima ujue zile comments. Kuna zile wale ambao wanafanya coding na programming, tunajua kuna zile comment, ukiweka hii umecomment line haifanye kazi, ukiondoa comment line inafanya kazi. Hizo nazo lazima zitaconsider sana unapofanya configuration, kwa sababu
lakini pia kuna ambako unaweza ukaenda ukasoma errors. Eh, general errors huwa inaenda kwenye logs messages au system logs. Tutaangalia tutakapokuwa tumeconfigure, lakini pia tunaweza tukacheck for syntax error kupitia name then check zone au name then check configuration, kuona kwamba je, nimeconfigure vizuri. Lakini hata syntax error in the file zones unaweza ukaangalia kutokana na MX records. Nadhani somo limeeleweka vizuri na huu ndio utakuwa mwisho wa session yetu, na tutaendelea wakati mwingine. Asanteni sana.